Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩna rũgano rwa mwanya mũno. Tamba ũhũre mbica ĩno. Monday morning at Nairobi's Umoja Inakowa Estate, and the reality of the weekend's events roused residents from their holiday mood. Courts and Moses Dola staged a passionate and emotional appeal for leniency. Who was found guilty of manslaughter in the death of his wife Boy Kabiru has been sentenced. Mwandĩki wa mohoro taniĩ ngĩkora rĩu nĩ niĩ onaniĩ ndĩrandĩkwo mohoro-inĩ. Hihi maringaine ona njera-inĩ citũ. I apply the provisions of the law to substitute the charge of murder to one of manslaughter. Ĩno nĩ tayo ndeto ĩrĩa twĩnayo ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ. Mũndũ warĩ mwandĩki wa mohoro na rĩu nĩ muohwo njera. Ũyũ nĩ Moses Dola na arĩ mwandĩki wa mohoro, rĩu nĩ muohwo njera-inĩ ya arũme ya Naivasha Medium. Moses Dola kikazi, kabla sijakuja jela, mimi nimesomea taaluma ya uandishi wa habari na niliweza kufanya kazi katika kampuni za utangazaji. Nimeweza kuwa Nation Media Group, nimeweza kuwa Citizen kama mpiga picha. Hiyo ni miaka ya nyuma 2010 2011, lakini media ya NTV Nation nimekolea pale kuanzia 2007. Nilianza Kenya News Agency, nikakwenda Nairobi Star ambapo kwamba ndio Radio Africa Group, na nikakuza kipaji changu cha utangazaji na uandishi ambapo kwamba nilikuwa mpiga picha, haswa mwandishi wa magazeti. Moses Dola onarĩ njera nĩ araririkana wandĩki wake wa mohoro nyũmba-inĩ itiganĩte cia mohoro. Mengi nimefanya, manake specialization yangu nilikuwa investigative reporter, na pale katika kuwa investigative reporter kuna taarifa nyingi sana ambazo kwamba tunakusanya, lakini ile ambayo niliweza kufanya na kweli kidogo ikanigusa ni kama 2-3. Moja ilikuwa kulikuwa na mtoto ambaye tulimtaja pia Baby Pendo, ambapo watana na huyu Pendo ule wa Kisumu. Ya kwanza alikuwa amefanyiwa, alikuwa na shida mkononi, na Kenyatta pale wale wauguzi walikuwa kidogo wamemtelekeza kimatibabu na ikafanya mkono wake ukakatwa. So when I exposed that story, at least you see the face of humanity. Nyingine pia nikaweza kufanya, na hiyo ndio ikafanya pia kidogo jina langu likakuja juu sana, ilikuwa ni makala ya sehemu nyeti ambao kwamba nilifanya nikiwa Citizen, na tuliweza tukapekua ile story ya wale ambao walikuwa wanauza sehemu nyeti katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Kenyatta, na ilikuwa ni kazi nzuri. Aranjĩra nĩ ũndũ wĩkĩriga mũno kuona nĩwe wamũrĩkaga ngero citiganĩte cia wĩkinaĩ na ũrĩa cierekagĩria andũ njera, na rĩu nĩwe wĩ njera. Njera ĩrĩa arauga nĩ mũtũrĩre mũritũ. Ilikuwa ni sadfa ambayo si ya kawaida, manake mimi kama mwandishi wa habari na mpekuzi, yale ama zile taarifa ambazo nilikuwa nikipakia mara nyingi zilikuwa zinawezesha idara ya polisi pia kupambana na uhalifu. So mimi kujipata katika gereza kidogo ilinipiga kwa mshtuko, lakini kadri muda unavyokwenda nimeweza kuadjust kidogo na napambana na hali ya gerezani, ambapo kwamba kuna mengi ambayo ninafanya. Hakuna mtu ambaye atakwambia ako sawa gerezani, manake tayari kuna lile dana la kukosa uhuru, na unapokosa uhuru, much za uhuru unakuepo akili, mzungu anasema freedom is in the mind. Lakini wakati unakosa uhuru kwamba huwezi ukasonga uende town, uende ufanye mambo yako, kidogo umedhibitiwa, inakuwa kikwazo kidogo, lakini ni kujipiga, just be strong na kusukuma kifungo. Rũrũ nĩruo rũgano rwa Moses Dola, wandĩki wa mohoro na mũtũrĩre wa njera. Well, mwanzo wangu wa jela nitarudi nyuma tena sana, manake bila kosa hauwezi ukajipata jela.
na mimi niko gerezani kwa ambapo kwamba yale makosa ambayo yaliweza kanipata. Na huu ni mwaka wa 2011 ambapo kidogo nikawa na mushkil pale nyumbani, na kwa njia moja ama nyingine bahati mbaya mke wangu akafariki. Naye tulikuwa tunafanya kazi naye, alikuwa anasoma taarifa, alikuwa ni reporter pia, alikuwa anaitwa marehemu Sara Wamboi Kabiru, na Mwenyezi Mungu azidi kuilaza roho yake mahali pema peponi. Naam, baada ya hayo kufanyika 2011 ikawa ni kesi mahakamani, na kesi yenyewe iligharimu karibu miaka 7 ili kuweza kutatuliwa. Mwishowe ikaweza ikatatuliwa, na hatua ile koti ilikuwa imechukua ili nipata na hatia kwamba nimepatikana na kosa la kuua bila kukusudia, manslaughter. Wendo wao wambĩrĩirie oro wĩra-inĩ wao wa kwandĩka mohoro. Kweli safari yetu ya mapenzi na Sara naweza nikasema ilikuwa ni love brewed in the media house newsroom. Manake tulikutana, nilikuwa nimetoka The Star na I just joined Nation Media Group freshly, na kukawa na training na team building. So tulipokwenda katika team building camping siku 4, basi na tukakutana. Not that hatukuwa tunajuana, tulikuwa tunajuana, manake media house pale ni the same media house. So from that tukaendelea, na moja kikasonga kuwa nyingine, tukaishi pamoja. Hatimaye tulibarikiwa na tukawa na mtoto mmoja wa kiume. Ndio. Bara ciake mũciĩ arauga nĩcio kĩhumo gĩake gũka njera na gĩkuũ kuonekana. Yale ambayo yalifanyika huwa ninapenda sana kuongea, because it is part of healing, it is part of therapy. Kufikia sasa I'm an anti-gender based violence campaigner, so experiences zile ambazo mimi mwenyewe nilipitia, wengi sana nimeweza kuwashauri, wengi sana nimeweza kuwaeleza story yangu, so that waweze kuchukua moja ama mbili, wao pia waweze wakabadilisha maisha yao kidogo kuhusiana na gender based violence, because kesi yangu inakaribiana sana ama inahusiana sana na gender based violence, ambayo kwamba mimi kwa sasa nimesimamia kupigana nayo ndani na nje ya jela. 2011 tarehe 1 Mei nitakumbuka sana, manake ni siku ambayo kwamba ilibadilisha maisha yangu kabisa, na ilibadilisha sio maisha yangu tu, bali maisha ya hadi familia yake marehemu mke wangu Sara. So mimi niliamka asubuhi, tulikuwa tunajipanga twende kanisa Buruburu. So ikawa mimi napenda muziki, so kuna wakati nacheza santuri pia. So kuna wakati nilikuwa nimecheza santuri na zirecord, so later naenda nazisikiza kama iko nzuri nini, kama iko mbaya tena nafanya kurecord vizuri tena, ukipenda mixtape. So hiyo siku niliamka asubuhi nikakwenda nikaweka mixtape ya gospel, nikarudi kwenye chumba cha kulala. Lakini niliporudi pale ikawa kidogo ile sauti nilikuwa nimeweka sebuleni imemkwaza Sara. So kelele ikaanzia hapo, manake niliporudi kwenye chumba cha kulala akaniambia, wewe iwapo kwani wewe ukiamka nyumbani kila mtu lazima ataamka? So akaondoka kitandani na akaenda akang'oa ile mashini, manake ilikuwa ni mashini ya disco, si sawa na redio ya kawaida. So akaing'oa kwa system, na kidogo hasira zikatokea hapo. So alipong'oa mimi nikaenda reinstate na nikarudisha na nikapunguza sauti kidogo. Lakini sasa pale chumbani ikawa ni tunaulizana A, tunaulizana B. Sasa mimi sipendi kelele, mara nyingi sipendi kelele. Mtu kama ananizomea na muondokea. So nikaamka kumuondokea, lakini pale ikawa na kulikuwa na kijana my son.
kwa bed. So nilikuwa naenda kupick my son na yeye she charged at me. So ile katika yeye kucharge at me kumzuia ndio tuliweza tukaanguka sisi sote, na bahati mbaya aligonga kichwa katika kungu wa kitanda na alipata majeraha ambayo kwamba yalikuwa fatal. Sasa mtu hawezi kufa tu hivyo. Ndio nasema I was going to pick my son. Nilikuwa naenda kuchukua mtoto, lakini tayari tulikuwa tunaulizana unataka kwenda wapi na mtoto wangu, unaona. So mimi nikienda kuchukua mtoto naye akaja na alikuwa amebeba makasi. So mimi nikienda kuzuia ile makasi, wakati naenda kuzuia naye makasi kanidunga. Ndio nikachukua makasi nikatupa. Na katika ile alikuwa ameniattack naye, unaona. So mimi kwenda kuzuia nilimrukia, niliachana na mtoto nikamrukia kumshika mkono ndio asije akatekeleza mashambulizi. Lakini sasa tulianguka sote, unaona. Kuanguka akagonga kichwa. Leo no kwelira arerira mwana atũraga kuhihi. Yale ambayo nimejifundisha kwamba katika jamii ndio kuna mikwaruzo, lakini kuna jinsi ya kupata suluhu. Mtoto yuko na familia ya marehemu and he's grown, na miaka vile zimekwenda nimekuwa nikijaribu kufanya kitu kinaitwa reconciliation ama maridhiano, na vile ningeweza kusema ni kwamba maridhiano sio ya siku moja, it's a process and pole pole we are heading there. And ni maombi yangu tu kwamba Mwenyezi Mungu akiweza kutubariki siku moja maridhiano yaweze kufaulu kati ya familia yangu na ile familia ya Wamboi, na vile vile kati yangu binafsi na ile familia. Nĩ arahoya mũhera. Wauma njera nĩ ũgacoka wandĩki-inĩ wa mohoro? Kitoka jela naomba sana niweze kurudi nipate kazi, ambapo kwamba nilikuwa mwandishi wa habari, niweze kuendelea na kazi ya uandishi wa habari. Vile vile kwa vile nimepata masomo na mafundisho ya kisheria, nitaweza kuendeleza kule nje na niweze kuwa hadi kufikia kiwango cha wakili. Kando na hayo pia kuna shirika ambalo mimi nimelianzisha lisilo la kiserikali na linahusika sana na mambo ya gender based violence. So dedication ya time yangu nyingi pia itakuwa ni katika jamii, kusuluhisha na kupunguza makali ya gender based violence ambayo kwamba yanafanya madhara ambayo ni mengi tu sana katika jamii. Wewe ukiwa ni askari, wewe ukiwa ni mwandishi, wewe ukiwa ni mwalimu, wewe ukiwa ni kiongozi katika kiongozi wa kisiasa, basi kuja jela kila mtu anaingia na itakugharimu wewe uhuru wako. So tafadhali usifanye mabaya. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ. Rũgano rwa Moses Dola ũrĩa warĩ mwandĩki wa mohoro agĩtungata kĩoho njera-inĩ ya Naivasha Medium, kaunti-inĩ ya Nakuru.